Wrestling, kushindana ndiyo maisha. Kushindana ndiko kunakoleta matokeo. Kushindana ndiko kunakoleta sababu ya badiliko lolote kwenye maisha yako. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Genesis chapter 32 kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Yakobo. Biblia inasema kwamba Yakobo alikuwa amefika kwenye majira na nyakati zake za kuweza kubarikiwa na Mungu. Na Yakobo, Biblia inasema kwamba alikuja malaika ambaye alikuwa amevaa mwili wa binadamu, alikuwa amevaa mwili wa damu na nyama, na alikuwa anaonekana ni kama mtu wa kawaida. Lakini kwa sababu Yakobo, Mungu alimpa neema ya kuweza kutambua ya kwamba huyu ambaye nipo na shindana naye sio kiumbe wa kawaida, ni Mungu. Biblia inasema kwamba akamwambia, sitakuacha mpaka utakaponibariki. Sitakuacha mpaka utakaponibariki. Maandiko yanasema walishindana mieleka mpaka asubuhi. Na unaposema mieleka, maana yake kulikuwa kuna ngumi. Waliposema mieleka, maana yake kulikuwa kuna kung'ata, kulikuwa kuna kupiga mateke, kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho Yakobo anakikusudia kukipata kutoka kwa Mungu anakipata. And remember, this man anayeshindana naye sio mtu wa kawaida. Alikuwa sio mtu ambaye yamkini anafanana na wanadamu wengine kwa maana ya uwezo na nguvu. Lakini Biblia inasema Yakobo akashindana naye mpaka asubuhi. Lakini napenda kwenye tafsiri ya Kiingereza inasema wrestling. Usikubali kukiacha chochote ambacho jana inawezekana kilikupiga ngumi. Inawezekana Mungu alikwambia ya kwamba ninataka nikubariki. Lakini ukienda kwenye marketplace ukakutana na watu ambao wana ushindani kuliko wewe, wanauza kuliko wewe, unapoendelea kufanya hiko ambacho tunakifanya, usikubali kuquit. Biblia inasema kwamba ilikuwa ni usiku mpaka kukaa kunaanza kupambazuka, Yakobo bado yupo anareso, yuko anashindana mieleka na yule malaika, mpaka yule malaika akambariki. Baraka zako usije ukaziacha kwa sababu umepigwa ngumi ya uso. Usikubali kuacha baraka kwa sababu umepigwa teke. Usikubali kuacha baraka kwa sababu umekatwa kofi, kwa sababu upo kwenye mashindano. Keep in wrestling, endelea kushindana mpaka umeona matokeo ya kitu ambacho unakifanya. Kushindana na ushindi viko mikononi mwako. Biblia inasema kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Unaingia kwenye mashindano hayo, unaingia kwenye ngumi hizo, kumbuka Mungu amekupa ushindi, upo kwenye mikono yako. Nenda kwenye biashara, nenda kwenye kazi yako, nenda kwenye huduma ukijua ya kwamba ushindani wako una matokeo mazuri. Don't quit. Keep wrestling until you make it in the name of Jesus.